baada ya kutizama vipaji na kuvigundua, wamefanya kazi kubwa sana, na Mwenyezi Mungu awabariki, waendelee na kazi hiyo kwa sababu ni nzuri. Wanasema wasemaji, man la yuhsinu al-ikhtiyara li nafsihi lan yuhsina al-ikhtiyara li ghairihi, mtu ambaye hawezi kujichagulia mwenyewe basi hatoweza kumchagulia mtu mwingine wala kumchagua. Kwa hiyo ni wazi kwamba hao wao wenyewe kwanza wamejichagulia vilivyokuwa vizuri, na ndio maana wakachagua vitu vizuri. Sasa usije ukampa kazi mtu ambaye yeye mwenyewe hajui kujichagulia, hata kazi ya kwenda kukuposea atakuharibia. Kazi hii ambayo imefanyika hapa ni kubwa na ina thamani sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairun nas anfa'uhum linnas, watu wazuri ni wale ambao wanawafaa watu wengine. Na hili tukio linatuhadithia na kuitafsiri kwa vitendo hadithi hii, na vijana wetu ambao ni nguvu kazi kubwa sana. Sisi tulokuwa hapa leo, kwa maneno machache ambayo nataka nijipe nafsi yangu kwanza, kwa sababu mzungumzaji ni kama dobi, anapelekewa nguo na mteja wake kwa ajili ya kuzisafisha, lakini akitahamaka baada ya kusafisha nguo za mteja wake, mikono yake yeye ndio inakuwa safi kuliko nguo. Nataka tuondoke na mambo mawili mpaka manne kwa ajili ya watoto wetu. Jambo la kwanza, kila mmoja akifika nyumbani kwake, nimesema mambo haya machache kwa sababu time is not on our side, kwa sababu muda umekuwa mchache. Ukienda nyumbani leo, kaa na watoto wako umri wowote, waulize baadhi ya maswali. Muulize mtoto wako takhtit, mipango, amejipangia nini katika future na mustakbali wake, amepanga jambo gani? Sote Waislamu tunajua kwamba al-a'maru al-ashya'u al-a'malu kulluha biyadillah, lakini yajibu alayka an tukhattit, lazima uwe na road map. Kwa hiyo muulize mtoto wako, wala usiogope wala usimwone kwamba ni mtoto mdogo. Mtume aliwahi kukaa na mtoto mdogo akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, mche Mwenyezi Mungu, muhifadhi Mwenyezi Mungu. Maneno haya alikuwa anaambiwa mtoto mdogo, ya ghulam. Ghulam kwa lugha ya Kiarabu ni mtoto ambaye yuko tahta albulugh, lakini Mtume anamwambia ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Kama sisi leo utamwona mtu mzima kama rais wa Firdaus anakaa na mjukuu wake ana miaka 6 7, anamwambia muhifadhi Mwenyezi Mungu, utasema yule mzee kishachizika. Sasa mtoto yule anamhifadhi Mungu nini? Lakini Mtume alikuwa anafanya hivyo kwa watoto wadogo, ihfadhillaha yahfadhuk. Kwa hiyo leo kamuulize mtoto wako umejipangia nini wewe kwa mustakbali wako. Kisha muulize vile vile ihtimamatu, yani kipaumbele chake ni nini, nataka kuwa nani kisha kuwa mkubwa. Wewe mwenyewe utaweza kujua fikra na thinking capacity ya mtoto wako ikoje, na utaweza pia kuibua vipaji kama hivi na kuweza kuvipa umuhimu wake. Kisha pia muulize mtoto wako anataka kuwa nani na role model wake ni nani, kuduwati yake ni nani, yani kiigizo chake chema ni nani. Sote Waislamu kiigizo chetu chema ni Bwana Mtume Muhammad, lakini kuna vile vigezo vya mitaani, vya mijini, vya maisha ambavyo tunaishi mpaka mwisho tunakuwa kama wao. Mwisho tunaongea kama wao, tunatembea kama wao, tunakula kama wao, tunaishi kama wao, kwa sababu ni kuduwat. Lakini pia muulize mtoto wako, ikiwa kishafika katika cheo kama cha utu uzima, Sheikh Said, muulize, Sheikh Said, wewe ukiondoka al-Firdaus na mimi nimesikia hapa unataka kustaafu, unatuachia nani kama wewe? Hii ndio inaitwa khilafa.
ambao ndo lengo la sisi kuletwa katika hii dunia. Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sheikh Abdallah Munif, rais wa Amson, ukistaafu wewe unatuletea kama wewe wangapi? Engineer Hersi, ukiondoka wewe unatuletea kama wewe walokuwa na maono ya kuwasaidia watu wengine wangapi? Na wewe mwalimu wa Qur'an kijana Ismail, umeandaa watu wangapi Ismail kama wewe, ambao baada ya wewe kuondoka watakuja? Hii inaitwa khilafa, istikhlaf, mapema. Na Uthman Maalim pia umetuachia Uthman Maalim wangapi baada ya wewe kuondoka? Hii yote itatupa sisi kama Waislamu kujua lengo la sisi kuja hapa duniani. Lakini bila ya hivyo itakuwa kama yule mshairi aliyesema, ataitu walakinnani lastu adri min aina ataitu walakinnani basurtu amami tariqan famashaitu. Mimi nimekuja lakini sijui natoka wapi, nimeona mbele yangu kuna njia nikakamata. Kaifa, nimeiona vipi? Lastu adri. Walimadha lastu adri, na kwa nini sijui? Lastu adri pia sijui kwa nini sijui. Itakuwa vituko. Kwa hiyo kuwe na plani ambazo ni endelevu, baada ya wewe aje mwingine, baada ya mwingine aje mwingine. Mipango hii inakuwa mapema. Lakini pia kitu cha mwisho, na kuombeni vijana muwe wengi wa kusafiri kwa ajili ya kupumzika, lakini pia kusafiri kwa ajili ya kusoma. Imam Shafi anasema, safir fa fil asfari 5 fawaid: tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adab wa husn wa suhbatu majidin. Imam Shafi kaorodhesha faida 5 katika safari. Akasema safari ina faida 5. Ya kwanza, tafarruju hammin, inaondoa stress. Sisi wanaume, wake zetu wanatukera sana kule nyumbani, na kama wewe hujakerwa na mkeo, ujue wewe unaishi na mtu ambaye sio mwanamke au kiumbe mwingine. Lakini pia kukerwa ndio tabia yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Waislamu, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, pamoja na kwamba Mtume anajua kwamba wanakera sana, na ukiwa nyumbani unatakiwa uwavumilie. Ndio maana akasema khuliqna min dhila'in wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la. Yeye mwenyewe ndio alisema maneno haya, umeumbwa ubavu wao umepinda, yani hauwezi kumweka sawa mahma hawalt, hata ukitaka kufanya hivyo. In dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha wa in taraktaha wa biha a'waj. Ndio maneno ya Mtume, anasema ukitaka kumweka sawa ule ubavu utauvunja, na ukimwacha utamwacha akiwa amepinda vile vile. Kwa hiyo ni kubembeleza na kusema maneno mazuri na kuignore baadhi ya wakati na kusafiri kidogo, ili ukafanye tajdid ya kuishi naye vizuri tena. Kwa sababu wanasema zur ghibban tazdad hubban, Waarabu wanasema zur ghibban tazdad hubban. Huu ni msemo muhimu sana kwa maisha. Yani hata kama unamzuru mtu, usimzuru kila siku mumo kwa mumo. We kila siku unakwenda tu. Sasa siku nyingine potea kidogo, baada ya muda nenda tena kafanye ziara, hata kama ni mtu wako wa karibu. Sasa na wake zako vile vile, maana nyingine potea kidogo, usipotee sana, ukija utaona kishachukuliwa. Kwa hiyo kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alikuwa akisafiri rihlata ash-shita'i was-sayf, na alikuwa akizungumzia safari. Lakini tunaambiwa tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin, na kutafuta life maisha, wa ilmun, na elimu, wa adabun, na adabu, wa suhbatu majidin, na vile vile marafiki wazuri. Kusafiri ni moja katika kusoma, na watu wengi ambao wamesafiri utakuta mazungumzo yao ni tofauti na wale ambao wamekaa pahala pamoja tu. Na kwa taarifa yako, maji yakituama pahala pamoja muda mrefu yanachafuka, lakini yakisafiri ndio yanakuwa safi. Kwa hiyo tusafiri sana kwa ajili ya elimu, mapumziko na kupata experience ya maisha. Mwenyezi Mungu awabariki walioandaa kongamano hili, awajazi khairi al-firdaus, na wafadhili wetu Mwenyezi Mungu awape nguvu, wazidi kuitumia ile aya wa taawanu ala albirri wattaqwa
wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا سيدنا الشيخ عثمان معالم.